Somo lenye kichwa kinachosema pumziko la safari sehemu ya kwanza. Sasa hata kwenye safari yetu ya maisha ya kiroho kuelekea nyumbani mbinguni, Mungu ametupatia pumziko. Mungu ametupatia pumziko. Na hilo pumziko si pumziko lingine, ni pumziko la Sabato. Pumziko ambalo ametupa, ambalo tunaweza kupumzika katikati ya ulimwengu wenye makelele, katika ulimwengu uliojaa changamoto, katika ulimwengu unaochosha. Mungu ametupa hili pumziko la muhimu sana katika maisha yetu. Na Mungu mwenyewe alitenga siku maalum ya mapumziko, si kwa ajili yake, lakini ameitenga kwa ajili yako ndugu msikilizaji. Kwa unapozungumza habari ya pumziko, si kwamba Mungu aliweka ili awe apumzike yeye. Mungu hakuwa kwamba amechoka sana, ila aliweka ili upumzike. Alikuwekea upumzike. Na swali ambalo wengi wanajiuliza, hii Sabato ilianzia wapi? Ninazungumza hivi kwa sababu wengi, unapozungumza habari ya Sabato, anakuambia Sabato ni ya wana wa Israeli. Sabato ilianzia kwa wana wa Israeli. Ndugu msikilizaji, Sabato haijaanza kwa wana wa Israeli. Sabato ilianza katika uumbaji. Mungu alipoumba aliweka na Sabato. Na Mwanzo 2 fungu la 1 hadi la 3 Biblia inasema mbingu na nchi zikamalizika. Mwanzo 2 fungu la 1 hadi la 3. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa Mungu alipomaliza kuumba kwenye Mwanzo 1 na 2, Mwanzo sura ya 2 fungu la 1, Mungu anaanza na pumziko. Nasema siku ya 7 alimaliza kazi yake, akastarehe, akaacha kufanya kazi. Lakini alichokifanya, Biblia inasema akaibarikia siku ya 7. Sikiliza, akaibarikia. Ndio maana akasema Mungu aliweka hii siku mwenyewe, siku maalum, tofauti na zingine. Na tofauti yake ni kwamba hii siku aliibariki, imebarikiwa. Lakini hii siku akaitakasa. Unapozungumza kuitakasa, tunasema to set apart, kuweka kitu maalum kwa ajili ya kitu fulani. Na aliweka maalum kwa ajili ya ibada. Kwa hii siku ya 7 Mungu alibariki, lakini akaiweka maalum kwa ajili ya ibada. Kwa ni kweli unaweza ukaabudu siku zingine, ukafanya ibada, ila kuna siku maalum ambayo Mungu ameiweka ya kwamba hii siku ni siku ya ibada. Na nasema kwa siku, maana katika siku hiyo Mungu aliacha kuifanya kazi yake yote aliyoiumba. Kwa mwasisi wa hili pumziko si mwanadamu, ila ni Mungu mwenyewe. Na washiriki wa kwanza walioanza kupumzika, walioanza kusherekea hili pumziko, walioanza kusherekea Sabato, walikuwa ni Adamu na Hawa. Kwa Sabato haijaanzia kwa wana wa Israeli, ilianza kwa Adamu na Hawa. Na hii siku ya 7 ni siku maalum, ni tofauti na zingine. Hii imebarikiwa, hii Mungu aliweka maalum, akaitakasa kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu mwenyewe akapumzika, akaacha kufanya kazi. Sasa swali ni kwamba kama Mungu mwenyewe alipumzika siku ya 7, akaacha kuifanya kazi yake, ni kwa nini leo tunaona hakuna haja ya kupumzika siku ya 7? Unafanya kazi siku zote. Ni kweli Mungu anakubariki, lakini huna siku ya ibada kwa Mungu wako. Kuanzia Jumamosi, Jumapili mpaka Ijumaa, siku zote unafanya kazi. Hakuna siku ambayo unayo kwa ajili ya Mungu. Mungu alikuwekea pumziko, na ili pumziko ni la muhimu kwako, ili uweze kuwa na muda wa tafakari na Mungu wa mbinguni. Amina. Sasa hii Sabato ama pumziko, kama nilivyosema, wa kwanza wa kupumzika walikuwa ni Adamu na Hawa. Na hatimaye kaendelea kipindi cha Nuhu, wakaendelea kupumzika. Kipindi cha akina Ibrahimu walijua thamani na umuhimu wa pumziko. Akina Isaka, akina Yakobo, hatimaye wanakuja Israeli, wana wa Israeli ambao ilikuwa zile kabila 12. Nao wana Israeli nao walikuwa wakiitunza Sabato.
Walifahamu thamani ya kuwa na muda na Mungu. Walifahamu thamani ya kuheshimu wasaa ambao Mungu ameweka kwa ajili ya pumziko. Walijua. Na ili kudhihirisha hili, hata kabla ya mlima Sinai ambapo ndipo zile amri zilitolewa, Mungu anawakumbusha wana wa Israeli. Na ukisoma kitabu cha Kutoka 16 kuna kisa kile cha wana wa Israeli walipopewa mana. Na mana, Mungu moja ya kitu pia alihitaji kuwafundisha ilikuwa ni kuwakumbusha kwa habari ya Sabato, kuwakumbusha kwa habari ya pumziko. Kwa nini anamaanisha hivi? Kwa sababu Mungu si tu kwamba anajali mahitaji ya kimwili, ila anajali mahitaji ya kiroho. Alijua wana wa Israeli wanahitaji chakula, wanahitaji mana, ila katika kuwapa mana Mungu bado alihitaji wapumzike. Na ndivyo ilivyo leo. Mungu anathamini sana mahitaji yako ya kimwili. Ndio maana ukienda kazini anakubariki, anabariki biashara, anabariki kazi, ila anathamini mahitaji yako ya kiroho. Ndio maana akakuwekea, kwambia nimekuwekea siku 6 za kazi, ila siku ya 7 hii ninakuomba mwanangu, nimeweka kwa ajili yako ili upumzike. Hii ni Sabato takatifu, ni siku imetengwa maalum. Acha kazi, hebu kuwa na wasaa na Mungu, kuwa na wasaa na mimi ili utafakari makuu yangu. Na Kutoka 16 fungu la 4 nitasoma na 26 na 27. Biblia inasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila mtu sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni Sabato. Siku hiyo hakitapatikana. Na fungu la 27, ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Mungu alihitaji kuwafundisha jambo la msingi, maana walikuwa wametoka nchi ya Misri, na kule nchi ya Misri wengi walianza kusahau Sabato, na katikati yao walikuwepo wa Misri waliotoka nchi ya Misri. Mungu akahitaji kuwafundisha kupitia vitendo ya kwamba siku 6 nitamwaga baraka zangu, ila hii siku ya 7 mana hazitapatikana, ili wajifunze hii siku ya 7 ni maalum kwa ajili ya ibada. Na ndivyo ilivyo leo. Mungu anahitaji akubariki siku 6, ila siku ya 7 anahitaji uitenge kwa ajili yake. Anahitaji utenge kwa ajili ya kumtafakari Mungu. Fedha zina mwisho, mali zina mwisho, kazi zina mwisho. Niko nasema, Bwana, ninatafuta kazi, natafuta fedha, nitawachaje siku nzima? Mungu anayekubariki siku 6 ndiye anayekuagiza kupumzika siku ya 7. Na ilikuwa ni kabla ya Sinai. Mungu aliwaonesha umuhimu wa kupumzika siku ya Sabato. Sasa unapoenda kwenye mlima wa Sinai, ambapo sasa ndipo Mungu anazungumza nao, kwa sababu Israeli walikuwa wamesahau amri za Mungu wengi. Mungu akaona aziandike kwenye mbao kwa chanda chake mwenyewe. Hakumwambia Musa aandike, hizi aliandika mwenyewe. Na hata Musa aliposhuka akakuta Israeli walikuwa wanaabudu sanamu, Musa akazivunja zile mbao. Mungu akamwambia Musa, sikiliza, hizi amri nitaziandika mwenyewe, niletee mbao 2 nami nitaandika. Na Mungu akaandika kwa mara ya pili, ili kuonesha umuhimu wa hizi amri za Mungu, kuonesha umuhimu wa maagizo yake, kuonesha umuhimu wa sheria zake. Na anapokuwa Sinai, Kutoka 20 fungu la 8, anaambia ikumbuke siku ya Sabato itakase. Sabato ambayo ilianzia kwenye umbaji. Anakumbusha wana wa Israeli wakiwa safarini kuelekea nchi ya Kanaani. Anaambia ikiwa unahitaji kufika Kanaani, ni lazima muikumbuke siku ya Sabato. Maana yake anaambia ikiwa hamtaikumbuka siku ya Sabato, hamtaweza kuingia nchi ya Kanaani. Na anasema siku 6 fanya kazi, tenda mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala ng'ombe wako, wala chochote kilicho katika nyumba yako. Siku ya 7 ni siku ya mapumziko. Useme hii ni siku wafanyakazi waendelee, ni siku ya kufunga biashara, ni siku ambayo hata kama kuna mtu umemwajiri anapaswa kupumzika. Ni siku ya mapumziko, siku ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alipo hapa maana alionyesha kwamba anajali mahitaji ya kimwili kama nilivyosema, lakini pia siku ya 7 walipaswa kupumzika ili kuonesha kwamba Mungu anajali pia mahitaji ya kiroho. Na Mungu alikuwa anafanya hivi ili kuwakumbusha wana wa Israeli,
maana sabato haisi kwamba ilikuwa ni mwanzo, ilikuwa tangu mbaji. Ndio maana anapoanza hawaambii tu ishikeni, anawaambia ikumbukeni. Maana yake ilikuwepo na itakuwepo, anawaambia ikumbukeni siku ya sabato itakase. Sasa kipindi cha Yeremia kulikuwa na tatizo. Maana tunajua moja ya manabii ambao walizubiri sana juu ya kuonya juu ya dhambi za Yuda alikuwa ni Yeremia, akionya juu ya kuchukuliwa utumwani miaka 70. Sasa moja ya jambo ambalo lilifanya Israeli kupelekewa utumwani wakaenda Babeli miaka 70 ni kwa sababu walishindwa kutii amri ya kuitunza sabato. Walishindwa kuitii amri ya 7, amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya sabato itakase, kwenye Kutoka sura 20 fungu la 8 mpaka fungu la 8 hadi 11. Sasa Yeremia sura 17:21 hadi 23 Biblia inasema hivi. Bwana asema hivi, ni Yeremia ambao anawaambia, jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wote siku ya sabato, wala msiulete ndani kwa malango ya Yerusalemu, wala msitoe mzigo katika nyumba yenu siku ya sabato, wala msifanye kazi yoyote, bali itakaseni siku ya sabato kama nilivyowaamuru baba zenu. Lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, ili wasisikilize wala wasipokee mafundisho. Kama ambavyo leo wengi wamefanya shingo zao kuwa ngumu. Wanaona neno la Mungu liko wazi, linaagiza kuikumbuka na kuitunza siku ya sabato, kupumzika, kuacha kazi, wakafanya shingo zao kuwa ngumu. Wakati kipindi cha Yuda walipofanya shingo zao kuwa ngumu, Yeremia anawaonya, msiingize mizigo katika Yerusalemu, wala msitoe mizigo, ni siku ya mapumziko. Baba zenu waliagizwa kuitunza sabato, walikataa, na Biblia inasema Yuda wakafanya shingo zao kuwa ngumu. Na moja ya matokeo yaliyopelekea kukaa Babeli miaka 70, walishindwa kuitunza sabato. Na ilikuwa ni miaka mingi baada ya kutoka nchi ya Misri. Miaka mingi wameendelea, lakini Mungu aliwakumbusha kuitunza sabato kipindi cha Yeremia, kipindi tu kabla ya kwenda utumwani Babeli. Lakini baada ya wao kutoka Babeli, Mungu bado anawakumbusha. Na hapa tunakutana nabii mwingine, nabii Nehemia. Nehemia anawakumbusha wana wa Israeli, anasimamia uamsho na matengenezo. Na Nehemia akijua kwamba walienda utumwani kwa sababu ya kuvunja maagizo ya Bwana, na mojawapo ikiwa ni sabato, Nehemia anawakumbusha ya kwamba mnapaswa kuitunza sabato. Na 18 hadi 19 Nehemia sura ya 13 anaambia, je, sivyo walivyofanya baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya haya yote juu yetu na juu ya mji huu? Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli kwa kuinajisi sabato. Ikawa malango ya Yerusalemu yalipoanza kuwa na giza kabla ya sabato, niliamuru milango ifungwe, nikaamuru isifunguliwe hata sabato iishe, na baadhi ya watumishi wangu nikaweka juu ya malango ili usiingizwe mzigo wote siku ya sabato. Nehemia aliamua kusimamia matengenezo, maana alijua wameenda utumwani, wametoka Babeli, ila kilichokuwa kimepeleka Babeli kuwa ni kushindwa kutii maagizo, na mojawapo ikiwa ni sabato. Na anasimamia matengenezo, na Mungu anatamani kwenye mahubiri, anatamani ukumbuke ya kwamba kuna pumziko. Usimamie matengenezo ya sabato kwenye familia yako, simamie matengenezo ya amri za Mungu, itunze siku ya sabato, abudu katika siku ya sabato, pumzika siku ya sabato, maana ni siku ya kutafakari ukuu wa Mungu na uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amua leo kama kipindi cha Nehemia kusimamia kama mzazi kwenye familia yako, kwa watoto wako, wajue umuhimu wa kuitunza sabato, siku ambayo Mungu ameiweka. Nehemia kaongoza ya matengenezo. Na unapokuja kwenye Agano Jipya tunakutana na visa mbalimbali. Unakutana kisa cha Yesu, Luka 4:16. Na Biblia inasema aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ilikuwa ni kawaida Yesu kuitunza sabato, na siku ya sabato aliingia katika sinagogi. Ilikuwa ni kawaida yake. Lakini Yesu alipokufa, ukisoma Luka sura 23 fungu la 53 mpaka 56, unakutana na wanawake wale ambao walikuja kutazama mwili wakiwa na marhamu. Walipokuja wakakuta ule mwili tayari Yusufu yule ameuchukua mwili, akauzongazonga, akaweka kaburini. Na Biblia inasema na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa.
Kwa hiyo Yesu alipokuwa hai aliitunza sabato. Ilikuwa ni desturi yake kuitunza sabato. Wakati Yesu alipokufa akiwa kaburini, wanawake hawa walipoona sabato imeingia, wakarudi na marhamu yao. Walikuja kumpaka Yesu, wakaona sabato imeingia, wakarudi ili waende wakaitunze sabato. Na anasema kama ilivyoamriwa. Iliamriwa wapi? Kuanzia uumbaji. Iliamriwa wapi? Kabla ya Sinai. Iliamriwa wapi? Pale Sinai amri za Mungu zilipotolewa, wakaenda kuitunza sabato kama ilivyoamriwa. Wale wanawake walijua umuhimu wa sabato takatifu ya Bwana. Ila hata baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, bado wapo ambao waliitunza sabato. Na unakutana na kina Paulo. Kama ilivyo kwa Yesu, ilikuwa desturi ya Paulo. Matendo 17 fungu la 2 asema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akaojana nao kwa maneno ya maandiko sabato 3. Kwa Yesu akiwa hai alitunza sabato. Alipokufa wale wanawake na mitume walitunza sabato. Alipofufuka waliobakia kina Paulo na wengine walitunza sabato. Na sabato itakuwepo mpaka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Isaya 66:23 anasema, 66 fungu la 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hiyo sabato ilikuwepo tangu uumbaji, na sabato hii itakuwepo hata Yesu anapokuja mara ya pili. Itakuwepo mpaka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa moja ya swali ambao watu wanajiuliza ni kwamba Biblia inasema ikumbuke siku ya sabato itakase, siku 6 fanya kazi, ila siku ya 7 ni sabato. Sasa swali ni kwamba je, nitajuaje siku ya 7? Hii siku ya 7 naweza nikajitangulia tu kwamba leo Jumapili mimi ni ya 7 kwangu, Jumatatu ni ya 7 kwangu, Jumanne ni ya 7 kwangu. Sikiliza, Mungu bado hajatuacha kwenye giza. Na kuna mambo ambayo nitakupatia tu ya kawaida yatakusaidia kuijua siku ya 7 ni ipi. Yatakusaidia kujua siku ya kwanza ni ipi kulingana na matukio pia ambayo tunayaona na yanafanyika. Na ukisoma kitabu cha Luka 23:53 mpaka 56 nitasoma anasema, akashusha akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi, na siku ile ilikuwa ni siku ya maandalio. Kwa siku Yesu alipokufa ilikuwa ni siku ya maandalio, nasema na sabato ikaanza kuingia. Nami nikuulize ndugu msikilizaji, je, kama ambavyo tunaamini wa Kristo, Yesu alikufa siku gani? Yesu alikufa siku gani? Nikujibu tu kwa namna rahisi ambayo unajua. Tunajua ya kwamba Yesu alikufa Ijumaa. Ndio maana wenzetu wanaosherehekea Pasaka, japo kwa maandiko wanasherehekea kwa namna isiyo sahihi, na imani tukipata nafasi tutajifunza habari ya hiyo, ila wanasherehekea habari ya Ijumaa Kuu, na wanasema ni siku Yesu alipokufa. Kwa Biblia inasema Yesu siku alipokufa, ambao mwili wake ulizongwazongwa ukiweka kaburini, anasema siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Maana yake ilikuwa ni ile jioni, sabato ikaanza kuingia. Kwa siku ya Ijumaa ni siku Yesu aliyokufa, na ikiwa siku ya Ijumaa ndio siku aliyokufa, sabato ikaanza kuingia. Siku inayofuata baada ya Ijumaa ndio siku ya sabato. Na fungu la 56 anasema, wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Kwa walipokuja, wamekuja wakarudi na wakafanya tayari marhamu na manukato, ila siku ya sabato wakapumzika. Na wakati huo Yesu yuko kaburini. Lakini ukisoma 24 fungu la 1 hadi la 3 Luka, anasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakaleta manukato yaliyowekwa tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Na leo tunajua siku Yesu alipofuka, na hata siku ya Jumapili inafahamika kama siku ya ufufuo wa Yesu, ndiyo siku ya Yesu ambayo Yesu alifuka, ni siku ya kwanza ya juma. Maana Biblia inasema hata siku ya kwanza ya juma, Biblia inasema kwenye Luka 24 fungu la 1 hadi la 3, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, wakaenda kaburini wakayaleta manukato walioweka tayari. Wakakuta jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Maana yake Yesu alikuwa amefuka. Jumapili ndio siku ya kwanza. Na sasa nikuulize tu, anza kuhesabu Jumapili kama siku ya kwanza. Je, siku ya 7 ni ipi? Siku ya 7 ni ipi? Na jibu utakuja kulipata. Siku ya 7 ni Jumamosi. Na ukiangalia hata kwenye Qur'ani tukufu, huwa hiyo haina shida. Maana anataja kabisa Jumamosi, siku ya sabato. Anahitaja siku ya mapumziko Jumamosi.
anahitaji kabisa kwa siku. Kwa kwenye Qur'ani haina shida. Kwa wale wenzetu ambao ni Waislamu, Biblia na Qur'ani inaagiza pia kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi. Jumamosi ni siku ya mapumziko ambao wote wanadamu wote wanapaswa kupumzika. Na Biblia inasema ya kwamba hii Jumapili ni siku ya kwanza. Na kama Jumapili ni siku ya kwanza Yesu alipofuka, ambao ndipo leo wengi wanasherehekea siku ya ufufuo wa Yesu, ndiyo siku ya kwanza. Maana yake siku ya Sabato ni Jumamosi. Maana yake sisi wote wanadamu, Mungu anatuagiza tupumzike siku ya Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anachohitaji ni kwamba kwenye siku 6 fanya kazi. Jumapili nenda kazini, Jumatatu nenda kazini, Jumanne nenda kazini, Jumatano nenda kazini, Alhamisi nenda kazini, Ijumaa nenda kazini, ila Jumamosi ni siku ya ibada tu. Bwana Yesu asifiwe. Sio siku ya kazi, ni siku ya kupumzika. Mungu anatamani apate wasaa na wewe, anatamani utafakari habari ya ukuu wake. Na hii siku ya Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Sabato inakumbusha umetoka wapi. Unapoacha kupumzika siku ya Sabato, maana yake ni kwamba unakataa kufahamu ya kwamba wewe umeumbwa na Mungu. Ila Sabato ni ishara ya ukombozi. Ilikuwa ni ishara ya ukombozi kutoka nchi ya Misri, ni ishara ya ukombozi kutoka dhambini. Sabato ni muda uliotengwa kwa ajili ya ushirika wetu na Mungu. Sabato ni siku ya kupumzika. Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu. Yesu alisema, maana kuna wengine wanasema Sabato Bwana ni ya Wayahudi. Hii ni ya Wayahudi. Yesu akasema alijua watu watakuja kusema. Yesu kwenye Waebrania 4:9 kwenye kitabu cha kwenye Agano Jipya akasema hii Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo yote ambaye ni mwanadamu, Mungu amempatia siku ya saba, siku ya Jumamosi, ili kupumzika, ili kufanya ibada. Ni siku ya ibada kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waebrania 4:9 anasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Usiku wa leo Mungu amekufahamisha hili ya kwamba kuna pumziko la safari. Mungu akupatia pumziko, Sabato takatifu, siku ya saba, Jumamosi, kama siku ya ibada ambao upasi kufanya kazi. Kama wana wa Israeli walivyopaswa kuokota mana siku 6, anataka uokote mana siku 6. Nenda kazini, fanya biashara yako, ila siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya Jumamosi ni siku ya ibada tu, ni siku ya kuabudu Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali kwako ni hili: je, uko tayari kushiriki raha hii ya Sabato? Uko tayari kushiriki raha hii ya pumziko? Amua usiku wale kumwambia Bwana, nilikuwa sijui mwanzoni, ila nimejua ya kwamba kuna Sabato yako takatifu. Na habari mbaya ni hii, ninakurudia tena, wengi wanasema Sabato iliishia msalabani, Sabato iligongomelewa msalabani, ila Mungu anasema Sabato itakuwepo milele. Yesu akaitunza Sabato. Baada ya Yesu kufufuka wakaitunza Sabato, na Sabato itakuwepo mpaka mbinguni. Na ndipo Waebrania anasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watoto wa Mungu. Mungu anakupenda, ndio maana amekupa pumziko la Sabato. Na shetani anakuambia bwana, sio lazima upumzike siku ya Jumamosi, unaweza ukachagua tu ya kwako nyingine. Unajua siku zote nizungumze, bandia inakaribia kufanana na original, na kaanzisha za kwake bandia, ila Mungu ana original yake. Usiku wa leo mwambie Bwana, natamani kuitunza Sabato yako. Na kama unatamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato ili uendelee kuitunza Sabato ya Bwana, kushika amri za Bwana, Mungu anatamani kupokee. Amua kutoa maisha yako kwa njia ya ubatizo na Mungu atakusaidia. Lakini kama unasema mimi ni Mwadventista wa Sabato ila niliacha imani, nimeivunja Sabato, natamani kutengeneza maisha yangu, Mungu akusaidie. Fanya matengenezo kama Nehemia alivyofanya matengenezo, ili Mungu akusaidie usafiri salama uweze kufika nyumbani. Natamani nikuombee sana. Natamani kuombea usiku wa leo. Hebu fanya maamuzi uweze kuokolewa. Fanya maamuzi ya kutembea katika amri za Bwana. Fanya maamuzi ya kutembea katika sheria ya Bwana na Mungu akusaidie sana. Hebu fanya maamuzi. Namba itatajwa. Toa jina lako. Sema mahali ulipo na sema natamani kubatizwa. Na tutasaidiana kuwasiliana ili kuona namna gani tunapanga ili kuona unabatizwa. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa usiku wa leo. Umetukumbusha ya kwamba kuna pumziko la safari, Sabato takatifu. Ulimwengu umetuchosha na shetani amekuja akituambia Bwana, Sabato haina kazi, haina umuhimu, ili kutusaulisha ya kwamba wewe ndiwe muumbaji wetu, kutusaulisha habari ya ukombozi wetu. Ila leo umetukumbusha ya kwamba Sabato ni wewe uliyeiweka, na hii Sabato umeweka siku maalum ya mapumziko, siku ya saba, siku ya Jumamosi, siku ambao wewe mwenyewe ulipumzika, nasi unahitaji tupumzike. Ninaomba kwa ajili ya
msikilizaji, ambaye amekuwa akifanya kazi siku zote, akasema kwamba kuna siku ambayo umeweka hapasi kufanya kazi, ninaomba Bwana umsaidie kuanzia leo akafanye maamuzi, nitafanya kazi siku 6, ya 7 nitaitoa kwa Bwana kama siku ya ibada, siku ya Jumamosi nitaitoa kwa Bwana kama siku ya ibada. Nayo Bwana msaidie, muongoze katika safari yake. Ila kuna ambaye anasema natamani kubatizwa, Bwana ninaomba pokea maisha yake. Yuko ambaye ni kweli alishabatizwa ila ameiacha njia, alishabatizwa ni kweli, ameshindwa kwa mwaminifu katika sabato takatifu. Kama Nehemia, Bwana msaidie afanye matengenezo ili hatimaye